Maandiko matakatifu yanasema wanafunzi wakaanza safari na walikuwa wanatumia mashua, na ilikuwa ni saa za jioni. Wanafunzi wanapiga makasia ndani ya mashua yao, saa za jioni, Yesu akiwa mlimani anaomba. Nisikiliza vizuri mpendwa mtazamaji, wakati walipofika katikati ya bahari ya Galilaya iliyokuwa imezungukwa na milima, na kwa kawaida wavuvi mashuhuri wakiwemo wakina Petro, wakiwemo wakina Yakobo, wakiwemo wakina Yohana walifahamu dhoruba mbalimbali zilizotokea katika bahari ya Galilaya. Na maandiko matakatifu yanasema wakati walipofika katikati ya bahari, chombo kikaanza kusukwa, maana kulikuwa na upepo mkali wa mbisho. Unaweza usielewe nini maana ya neno upepo wa mbisho. Upepo wa mbisho maana yake ulikuwa ni upepo uliokuwa unavuma kutokea mbele, na kwa hivyo kwa kawaida upepo unapovuma kutokea mbele, chombo kinarudishwa nyuma. Na wakati huo habari ya kusikitisha ni kwamba maji yalikuwa yanaingia katika chombo chao, na walipoona jambo hili linatokea walikata tamaa, na wengine wakaona kifo kinawajia, maana waliona wanakwenda kuzama. Ninaona kama wengine wanahangaika kuchota maji kuyatoa katika kile chombo. Lakini habari njema ni hii, pamoja na kuhangaika kwao, Yesu aliwaona akiwa katika nchi kavu, akiwa kule mlimani. Nisikiliza vizuri, ni masaa ya jioni. Na kumbuka vizuri mpendo mtazamaji ya kwamba kutoka mahali walipoanza safari mpaka kufika ng'ambo ya ziwa, yani Bethsaida, ilikuwa ni umbali mrefu kidogo. Na kumbuka wamesafiri jioni, wameianza safari yao, lakini wanafika katikati ya bahari ikiwa ni usiku kabisa, giza likiwa limeingia. Na Biblia inaeleza kwamba Yesu baada ya kutambua kwamba wanafunzi wake wanataabika na kile chombo wakiwa katikati ya bahari, Yesu akaenda kwa miguu juu ya maji. Yesu akatembea kwa miguu. Na Biblia inaeleza vizuri katika fungu la 23, naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Fungu la 25, hata wakati wa zamu ya 4. Sasa sikiliza vizuri, zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Sasa unaweza usielewe nini maana ya zamu ya 4 ya usiku. Warumi unaposema zamu ya 4 ya usiku, ilimaanisha kuanzia muda wa saa 9 za usiku mpaka muda wa saa 12. Saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, muda kama wa masaa 4 hivi. Na Biblia inaeleza vizuri Yesu anakwenda zamu ya 4 ya usiku, ikimaanisha nini? Saa ya mapambazuko. Unaposoma Kiswahili cha kisasa katika fungu hili kinasema saa ya mapambazuko. Yesu akawaendea. Hii inasadikika ilikuwa ni saa 12 asubuhi. Yesu akawaendea, na hawaendei kwa kupitia chombo au mashua. Yesu anawaendea kwa miguu. Kwa nini Yesu atembee kwa miguu? Yesu alikuwa na uwezo wa kutembea kwa miguu juu ya bahari, juu ya maji, kwa sababu yeye ni Mungu. Nisikilize vizuri, hakuna mchawi wala mganga anayeweza kufanya tendo hilo. Ni Yesu peke yake ambaye ni Mungu. Nisikiliza vizuri mpendwa, unayenitazama ukiwa katika sehemu mbalimbali, unayenitazama ukiwa pale nyumbani, unayenitazama ukiwa katika gari lako, ni Yesu peke yake ndiye mwenye uwezo juu ya vitu alivyoviumba. Bahari inamtii, kila kitu kinamtii, maana ndiye aliyeviumba. Sikiliza vizuri mpendwa mtazamaji unayenitazama katika masaa haya, Yesu akawaendea akitembea juu ya maji. Sasa kisikiliza kituko kilichotokea katika fungu la 26. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakaogopa. Halafu ikawaje? Fungu la 26 inasema wakafadhaika wakisema ni kivuli. Sasa
Sasa neno ni kivuli kwenye Biblia ya Kiswahili cha kisasa anasema wakafikiri ni mzimu. Nisikilize vizuri, wanafunzi wakaogopa, maana hawajawahi kuona mtu anatembea juu ya maji. Hawajawahi. Yaani utembee juu ya maji halafu usizame. Hata mimi sijawahi kuona. Nisikilize vizuri, wanafunzi wakaogopa, wakafikiri ni mzimu. Halafu sikiliza vizuri, Kiswahili cha kisasa kimefafanua vizuri. Kinasema wakati Yesu alipokuja anatembea juu ya maji, akajifanya kama kuwapita kidogo. Ili aone ni nini kinatokea. Akajifanya kama kuwapita kidogo. Halafu wanafunzi walipomuona wakafikiri ni kivuli, wakafikiri ni mzimu, wakaogopa. Katika fungu la 26 inaeleza wakaogopa, wakapiga yowe kwa hofu. Mpendo mtazamaji, wewe yowe kwa kabila lako unapigaje? Wakapiga yowe wakiwa na woga, wameogopa, maana kitu walichokiona hawakuwahi kukiona tangu wazaliwe, mtu akitembea juu ya maji. Alafu fungu la 27 Biblia inasema mara Yesu alinena akawaambia, ndio, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Yesu akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Neno ni mimi ni kauli ya kujitambulisha, ni kauli ya kutambulisha uungu, ni kauli ya kutambulisha uwezo wake, ni kauli ya kutambulisha nguvu zake. Kauli hiyo ilitumika katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 fungu la 14, wakati Musa alipouliza, ndio unanituma kwa wana wa Israeli nikawatoe kwenye ile nchi ya Misri, nitakapoulizwa nikifika kwa Farao, ni nani aliyekutuma, nitawaambiaje? Mungu akamwambia, kamwambie, mimi niko ambaye niko. I am, mimi niko ambaye niko. Mimi. Kauli hiyo, kauli iliyotambulisha uungu wake na uwezo wake na nguvu zake, ni kauli hiyo ambayo Yesu aliitumia kujitambulisha kwa wanafunzi, ikimaanisha kwamba alikuwa na nguvu na uwezo ule wa kuweza kuwasaidia katika changamoto waliokuwa nayo. Nisikilize vizuri mpendwa unayenitazama, nisikilize vizuri mpendwa unayenifuatilia. Wakati fulani unapokutana na shida ngumu katika maisha yako, kauli ile ya Yesu inajirudia kwako, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto za kiuchumi, Yesu anajitambulisha kwako, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto za kufiwa, Yesu anajitambulisha, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto za kukosa mtoto, Yesu anajitambulisha, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto za kuuguliwa, Yesu anajitambulisha kwako leo, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto za kutengwa na jamii, za kutengwa na familia yako, Yesu anajitambulisha, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto za kufukuzwa kazi, Yesu yule anajitambulisha, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto za kudharauliwa, Yesu anajitambulisha, ni mimi, usiogope. Unapopitia changamoto katika ndoa yako, Yesu anajitambulisha, ni mimi, usiogope. Yesu anajitambulisha katika maisha yako, ni mimi, usiogope. Jipe moyo mwanangu, ni mimi, nitakusaidia. Nisikilize vizuri mpendwa wangu unayenitazama katika wasaa huu, Yesu ni mwenye nguvu na uwezo. Katika shida unayoipitia haitadumu milele. Yesu atakusaidia, Yesu atakupigania, Yesu atakushindia. Usiogope. Yesu aliwatia moyo wanafunzi, ni mimi, msiogope.